Wakati mwingine watu wakikuona waseme Mungu amekutendea. Sometimes when people see you, they say God have done. Sababu walikuwa wanakuona ukilewa. Because they were seeing you getting wanakuona drunk. ukianguka kwenye mitalo. They were seeing you. Leo wakuona ukiwa madhabahuni unashuhudia. They see you today, you are at the altar testifying. Walikuwa wanakuita Mo kwa sababu ya kununua bia. Kununua bia. Naam. Kwani anayenunua bia anamuita Mo? Tajiri. Aha. Okay. Aha. Baada ya kunywa muda mrefu sana, akaja mdogo wangu kutoka Mwanza, kananiambia brother, sisi tunakutegemea wewe, inakuaje? Unalewa sana, maana mimi nimetembea waganga wote. Unamwambia? Kuhusu pombe wameshindwa, nifanyeje? Anasema mimi, unaamini? Nikamwambia kama nimeamini mganga hata kusoma hajui, kwa nini mtume nisimwamini? Pigia Yesu makofi. Unaona jibu rahisi tu, unashindwa kumwamini mtu wa Mungu. Akaniambia sasa fungua TV, nikafungua, akanionyesha Rise and Shine. Alikuwa na chupa kanusu. Kaambia mafuta haya hapa. Nikamwambia dogo, hii ngoma kweli itaweza hii? Akasema amini. Ndio. Nikamuita mke wangu na akastuka. Kanaweza mambo unayofanya haya. Nikamwambia kuanzia leo Rise and Shine hapa mwanzo mwisho. Mtume nilivyotumia maji ya nyumbani kuinua na mafuta, mimi na duka la dawa na duka la nafaka. Asubuhi nilikuta kitu cha ajabu kwenye mlango wa duka, nikawaita wafanyakazi wote pale dukani. Saa 7 tukakichoma akijaungua. Mlipata kitu gani? Nilipata mdudu, yani kama ana kichwa, anasema yeye simu ilishaharibika. Mnamchoma ungui. Ninamchoma ungui, tukamwekea mafuta ya taa, akakataa, nikanunua petroli. Nilivyochoma akatoa yale mafunza ya chooni, ndio yakatokamo. Mafunza mtume. Baada ya hapo mwanangu alikuwa form 6. Nikapigiwa, mwanao tumemshindwa, njoo mchwa. Akwa tatizo la kichwa zaidi ya miaka 12. Kinauma, akiuma huwezi kumshika, ni wa moto. Mwanangu aliporudi form 6 amemaliza, akawa kama zezeta. Nikamwambia mama, huyu kijana bwana mimi amenishinda kwa sababu simu hana, begi hana, kila kitu, amekuja na kabobu mare mgongoni. Mtume nimwambia mama ambao ni bibi yake, huyu mimi mtoto simtaki kwangu. Mama akasema huyu mtoto anaumwa. Sasa nimemwambia tujiungamanishe mama yake, kwa sababu mimi nimezaa na mwanamke wa nje. Mama yake amekataa muamini Mwamposa. Nikamuuliza ambao ni mama yake, huyu ni mwanangu wa kuzaa mimi au na mwanamume mwingine? Akasema ni wa kwako. Leo anaenda kwa Mwamposa. Ukasema anaenda? Sikumwambia mama wala mke wangu wala nani, nikamwambia hakuna cha kufua, hizo unaenda nazo. Ukaondoka naye? Akaja mwenyewe, si mkubwa. Alipofika hapo kama Magufuli akaniambia baba naumwa sana. Nikaambia hata kama ni boda 20,000 chukua ufike kwa madhabahuni. Alipochukua akafika hapa mtume, alisema baba nimefika. Nikasema lala hapo nje. Akasema nasikia baridi. Lala tu. Akasema nichukue tu guest baba. Haya. Jumatatu ulivomwekea mkono, aliniambia baba sijawahi kuona tokea nizaliwe. Alisema alisikia kitu kimevuliwa usoni hivi. Kitu kimevuliwa usoni kama ngozi. Kuanzia hapo mwanangu yuko diploma ya ufamasia mwaka wa 2 huu. Anasoma. Pigia Yesu makofi ya juu. Wewe unamuona mtoto anahangaika, kumbe watu wamemvisha cha kwao. Leo ninakuvua chochote walichokuvisha. Mtume istoshe, mimi nilikuwa na duka la nafaka, huyu analijua. Ndio. Nauza nafaka zote pale. Nilikuwa nauza milioni kwa siku moja, ambao ni Krismasi tu. Krismasi ndio nauza milioni. Milioni tunahesabu na mke wangu, leo tumeuza. Siku zingine hizi tunaanza 200,000 300. Baada ya upako mtume. Baada ya upako nauza 800,000, hali mbaya. Yaani hiyo ni hali mbaya. Hali mbaya. Kila siku. Ni kweli? Ana duka hilo? Ana duka. Ndio unaenda kuangalia TV? Nilianzia kwake hapo. Sasa hivi una TV yako? Nina TV nyumbani na dukani. Historia zimebadilika, hazijabadilika? Wameongezeka, wamepungua? Na wewe utaongezeka na kuzidishwa.
Arise. Aha. Nilikuwa na nyumba nimejenga miaka 4. Imo kwenye madirisha. Ndio. Nikienda kuemea bidhaa ninaenda kunywa pombe. Mwanamke ananiuliza umenunua bidhaa? Nikamwambia wewe hujaniajiri hapa. Aha. Wewe hujaniajiri hapa. Akasema sasa mimi ni mke wako. Wewe fanya kazi ambazo zimekuleta hapa. Nakunywa. Baada ya upako mwezi wa kwanza nimehamia kwangu. Nyumba hii hapa. Tayari. Ai. Unashindwa brother, utaki jumba lionekane? Pigia Yesu makofi mazuri. Hallelujah. Nani mtenda miujiza? Na wewe na kufungulia milango. Wakati unalewa ulikuwa huwezi kuimaliza. Yaani mtume mpaka nishawahi kuleta mteja pale, mke wangu hajui hati nayo humu. Umuuzie? Nimetoka baa wananidai. Umetoka? Baa nadaiwa asubuhi saa 4. Kaambia sasa nimeshakopa wote jamaa zangu wamekataza kutoa hela. Kaambia kuna mtu anataka jengo. Akasema jengo mpaka uwe na hati na ninayo. Nilikuwa na begi langu nayo. Ukabeba hati. Kaenda. Tulishindania kama 600 tu. Mteja tukashindana 600. Nikamwambia bana siuzi. Baada ya hapo mtume nilipopata taarifa za hapa, kwa kweli familia yangu wote tuko madhabahuni tunafuatia. Tumepona wote. Tumepona. Kwangu sijaweka ilizi wala sijaleta mganga. Walikuwa wananiambia ndugu zangu leta mganga pale azindike ile nyumba. Kuna mafuta ya upako na maji ya upako. Pigia Yesu makofi ya juu. Nani mtenda miujiza? Hao wote Kahama, wewe naye Kahama. Kahama. Kwa mnasikiza radio pale ya kwetu inaitwa Uweso Naenda wananifahamu mpaka wafanya kazi. Radio gani? Uweso. Wewe nawe pale na mume wako. Mnafurahia? Tunafurahi sana. Mlikuwa hamna TV, sasa mna TV nyumbani? Ndio. Na dukani. Simama. Hallelujah. Tamwambia nini ukimwona? Tamwambia nini ukimwona? Tunainama, tunasujudu. Mungu ni mmoja tu. Tamwambia nini ukimwona? Tamwambia nini ukimwona? Tunainama, tunasujudu. Mungu ni mmoja tu. Haleluya. Nani mtenda miujiza? Hii ndio ilikuwa hukumu yake. Ukaiprint ukaileta hapa. Nikaiprint nikaileta. Kesi imeisha. Imeisha.